Naam. Kakangu, dadangu na wewe mtazamaji ambaye kwa wakati huu labda unataka kutulia mahali, itakuwa vema nikupe kitulizo. Na leo ningelipenda uweze kutulia mahali ambako huko, na karibu sana kwa Moving Pictures Kenya, na hizi ni stories za Daddy. Na hadithi ya leo wakati huu ni juu ya mkulima mmoja. Basi zamani kulitokea mkulima mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ali. Ali alikuwa ni mkulima mfugaji. Alikuwa na wanyama nyumbani kwake, na wanyama walikuwa anawapenda sana. Manake ni wanyama ambao walikuwa wanamfaa kwa mengi. Kule nyumbani alikuwa na ng'ombe walikuwa wanampatia maziwa. Mbuzi, wakati mwingine anapokuwa na wageni anajua mambo ni mazuri, tamchinja mmoja na niweze kuwalisha wageni wangu. Kukawa pale na kuku, na ilivyo ni kwamba tunapoandaliwa sherehe ama kunakofanyika jambo lolote, lazima wageni wafurahie kitoweo au mlo wa kuku. Alafu pale ndani takuwa na nyama. Basi mkulima huyu alikuwa na vyakula katika gala lake ambavyo alikuwa anavitumia kuwapatia wanyama wake. Na unaelewa kwamba mahali ambako kuna hifadhiwa vyakula, bila shaka kutapatikana panya na vipanya. Kukawa na panya mmoja ambaye alikuwa anamsumbua sana mkulima huyu. Mkulima akawaza na kuwazua, itakuwaje nikamuue huyu panya, manaka anaharibu vyakula vya wanyama wangu. Akapata jawabu, akasema kwamba nitautafuta mtego ili likamtege huyu panya ambaye anakula vyakula vya wanyama wangu. Lakini ilivyo ni kwamba hawa wanyama ni wanyama, na wanyama wana lugha ambayo wanaelewana wao wenyewe. Sasa panya alipoona ule mtego umetegwa mahala pale, alikimbia haraka kwa kuku. Akamwambia, rafiki yangu, na kitu ambacho kinanitatiza sana moyoni. Humu ndani tumewekewa mtego, na ningalikuomba kwamba uende ukautegue. Kuku akacheka. Wewe panya, hujui kwamba huo mtego umewekwa hapo kwa sababu yako? Toka hapa, potelea mbali. Panya akatoka hapo ana wasiwasi. Akamwendea rafiki yake mbuzi. Akamwambia, rafiki, kidogo namwambia jogoo kwamba wameweka mtego humu ndani akautegue, lakini amenifukuza. Tafadhali na kuomba ukaende ukautegue. Kuku akamwambia, wewe hebu toka hapa. Mbuzi akamfukuza, toka, mimi sishirikiani na panya, ama nitakukanyaga sasa hivi. Haya, sasa wakati mkulima alikuwa anaosha lile gala, alifika mahala akasahau kwamba alikuwa ameweka mtego pale. Na alipokuwa akiosha akipanguza, aliushika ule mtego, ukamchapa vibaya sana mkono wake, kaumia. Akakimbia mpaka na hospitali, akalazwa siku 1, 2, 3, siku 4, hata akapoteza hamu ya kula. Sasa alipoulizwa na daktari, sasa utakula nini?
Akasema kwa sababu nimepoteza hamu ya kula, ningelipenda tu nikapate nyama ya kuku. Basi yule kuku ambaye alikuwa amekataza panya kwamba hataki mambo yake, aliweza kuchinjwa, na baada ya kuchinjwa akaandaliwa kitoweo kumpatia mgonjwa. Siku ya pili, huyu mwenyeji ambaye ni mkulima alitembelewa na marafiki zake na jamaa, wakawa wengi, na tayari alikuwa amemchinja yule jogoo. Akamwacha koo ambaye angeangua vifaranga. Akasema sasa msimchinje koo, bali mchinja nani? Mbuzi. Mbuzi akachinjwa, wageni wale wakala, wakafurahia, wakamtakia mgonjwa nafuu. Wakati konda aliona hivyo, akaingiwa na wasiwasi. Panya kuona hivyo, aliweza kutorokea vichakani na kusema, afadhali nipotee mahala hapa, manake rafiki zangu wanachinjwa na wakiliwa mmoja baada ya mwingine, nadhani atakayefuata atakuwa nani? Ni mimi. Sasa wakati mwingine rafiki yangu, inafaa uwe mtu wa huruma. Inafaa uwe mtu wa kusikiza mwenzako anakuambia nini. Manake unaona panya alimwambia mbuzi, akamwambia jogoo kwamba waende wategue ule mtego, wakashindwa. Mwishowe wamechinjwa, wamefanywa kitoweo. Angalia sana, chunga sana, manake mtego wa panya huwashika waliomo na wasiomo. Asanteni sana. Mimi ni Mwalimu Ambrose. Asante.